afya na kadhalika. Huyu alivyo imma sahu sharru, lakini sasa ikimgusa mtihani kidogo, shari, mtihani kidogo, kama vile ufakiri, shida nyingine za aina mbalimbali, fayausun qanutu, yeye hukata tamaa kabisa, hukata tamaa kabisa. Yausun qanutu, ni mkataji tamaa kabisa. Sasa hivi sifa za kafiri, Muislamu hawezi kuwa hivyo, na ndivyo walivyo hao, ndivyo walivyo. Wakipata neema wanajifakharisha, wakipata mtihani wanakata tamaa. Muumini akipata neema kashukuru, akipata mtihani kasubiri. Hiyo ndio sifa ya kimungu. Kwa hiyo la yausul qanutu, kata tamaa kweli kweli ya rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii na hizi aya zinazomalizikia hizi ni sifa za makafiri. Alafu Mwenyezi Mungu anatumia neno wa imassa, ikimgusa kidogo tu. Yani haya majanga duniani wewe yafanye makubwa, yaone makubwa utakavyoona makubwa, lakini imeguswa kidogo tu, hiyo umeonja kidogo tu. Na neema za dunia vile vile, mukabala wa neema za akhera ni kiduchu. Majanga ya dunia mukabala wa majanga ya akhera si lolote chochote. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatumia neno dhuk, kuonja, kugusagusa tu kidogo hivi. Allah, wala in adhaqnahu, Mwenyezi Mungu anasema, na kwa hakika tunapomuonjesha. Kumbe muonjeshaji mwenyewe ni Mwenyezi Mungu vile vile. Muonjeshaji wa hiyo neema, hata kumuonjesha huyo kafiri, muonjeshaji ni Mwenyezi Mungu, sio juhudi za kafiri wala sio akili za kafiri. Muonjeshaji hapo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala inna dhaqanahu rahma, tunapomuonjesha, tumuonjesha nini? Rahma. Tukampa vile rehema za Mwenyezi Mungu, akapata utajiri, akapata afya. Wala inna dhaqanahu, tunapomuonjesha rahmatan minna, rehema zitoka nazo kwetu sisi ndio waonjeshaji. Min ba'di dharra, baada matatizo aliyokuwa nayo, kasota kisawasawa, sasa Mwenyezi Mungu kamfungulia kidogo. Min ba'di dharra massatu, baada matatizo yaliyomkuta huko nyuma. La yaqulanna, kafiri husema, hadha li, nimepangua, nimepunch. Haya li ni kwa matendo yangu, juhudi zangu, harakati zangu, akili zangu. Msome, sio mnakaa nisomea mambo ya uchumi, tayumba kidogo tu, kimona alivyokaa sawa, wanajifakharisha namna hiyo. Hii ni mambo ya kafiri. Kwa hataki tokea muumini yoyote naye akajiona hivyo, kapata kwa ujanja wake, ushakuwa mtihani. Kundi la kina Qaruni hilo, inma utituhu min ilmin indi, nimeyapata kwa elimu yangu, nani kanipa? Kajiona wewe ndo mzee wa mipango, wengine mabwege. Wewe umesoma sana, wewe una akili sana, umechakadika sana, mtu wa mihanga. Sio sawa Sheikh, haya maneno ya makafiri. Kwa hiyo anasema wala inna dhaqnahu, tunapomuonjesha huyu kafir nini? Rahmatan, tunapompa huyu rehma minna, kutoka kwetu sisi, kama vile utajiri, tukampa afya na mengine. Min ba'di dharra massatu, baada shida zilizomkumba. La yaqulanna, husema, hadha li, hii bwana nimeipata mimi kutokana na juhudi yangu na akili yangu na elimu yangu. Namna hiyo tena, basi anakufuru kabisa. Wama adhunnu saata qaima, na wala hiyo habari ya kiyama mimi hata sijui kama kweli. Wala irji'tu ila rabbi, na hata kama nitarejeshwa kwa hiyo Mola wangu. Nyota njema huonekana asubuhi, nyota njema huonekana asubuhi. Kama Mwenyezi Mungu kanipa hapa asubuhi hapa duniani, na huko atanipa vile vile. Wala irji'tu, na kwa hakika pale nitaporejeshwa kwa Mola wangu, ila rabbi, kwa Mola wangu, inna li indahu lal husna, na huko vile nitapata mambo mazuri mazuri. Wanajiaminisha wako hivyo, wako hivyo wao. Walichopimia vipimo vya makafiri na wasiokuwa na imani sahihi,
kwa dhana zao wanaona kupewa hivi vitu vya kudunia ni miongoni mwa alama ya nini? Ya kupendwa na Mungu. Allah kakupenda, ndio maana kakupa. Na asipokupa vitu hivi vya kidunia, wewe kakuchukia. Allah hakukupenda, sijui una nuksi gani kwa Allah. Wao wanapima hivi. Na ishara ndio hizi, umepata hapa na huko utapewa. Hiyo ndio habari maskini. Ni kweli shekhi. Haya atau duniawia haya. Vitu vya kidunia ndo vipimo vya kweli kwamba mtu ndo kafanikiwa na asipopata ndo kahasirika. Sio sawa. Dunia ina thamani yote mbele ya Mwenyezi. Ndio maana ukiangalia hata makafiri kwa hapa. Amepewa yule Namrudi utawala wa dunia nzima. Kapewa yule Bukhti Nasr. Akatawala dunia nzima. Dunia ina thamani yote mbele ya Mwenyezi Mungu. Wala sio vipimo hivyo. Sio vipimo kabisa. Na mwenye kuelewa hivyo basi hizo dhalika dhannu alladhina kafaru. Ni habari za makafiri ndio kwa hivyo. Allah anasema fala nunabbi anna, sio alladhina kafaru, tutakuja kuwaekea wazi hao makafiri bima amilu. Takuja kuwawekea wazi kabisa bima amilu, yale walioyafanya, walifanya hivi na haya ndo malipo yake. Wala nudhiqannahum min adhabin ghalidh, na tutawaonjesha adhabu nzito kali kubwa. Anaendelea Mwenyezi Mungu, waja wake sisi katuumba wanadamu wanaojua vizuri sana. Wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi. Tunapomwonjesha an'amna, tukampa neema mwanadamu. Wa idha an'amna, pale tunapompa neema sasa mwanadamu, 'ala al-insani, mwanadamu tunapompa neema jinsi hiyo, yani wanadamu wote ndio wako hivyo. A'rada, a'rada, ile neema inamtia ujeuri, akaipa mgongo shukr, kapuuzia shukr, huwa hamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wana abijanibi, akawa huko na mambo yake, na abijanibi na kibri chake na jeuri yake, huko kama sio yeye. Wa idha massahu sharru, sasa akipata matatizo, fadhu du'ain arid, fadhu du'ain, mwenye dua nzito nzito, ndefu ndefu, dua nene nene. Unajua dua nene hiyo ndo alifu. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. Wanadamu wanapata wote ni mtihani Sheikh, kupata mtihani na kukosa mtihani. Anasema Mwenyezi Mungu amenipa neema, yeye ndo alonipa. Alafu akipewa mtihani, Rabbi ahanani, kanyang'anywa kidogo, kakunjiwa kidogo, Rabbi ahanani, Mwenyezi Mungu kaninyongesha. Hii ndio habari, mwanadamu yuko hivyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idha massahu sharru, na anapoguswa na shari, matatizo, dhiki, fadhu du'ain aridhin, aridh, yeye basi huwa mwenye madua makubwa makubwa. Kwa hiyo anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu watoke katika sifa hizi. Waelewe haya yote, adhaqana, an'amna. Anachotaka Mwenyezi Mungu ujue, ukipata neema ni Mwenyezi Mungu ndio aliyokuonjesha, mshukuru. Ukipata matatizo nayo ni Mwenyezi Mungu, unatakiwa usubiri. Ndio kinachotakiwa hicho. Usianze kuhata hata hii na kutapatapa mambo ya makafiri hao. Maana qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bih, hebu nipeni habari. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie makafiri washirikina wa Maka na makafiri wote wa duniani, qul ara'aytum, waambie hao, hivi mnasemaje, mnaonaje, in kana min indillah, kama hii Qur'an itakuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu,
kwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma kafartum bihi, alafu nyinyi mkapinga. Man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, hivi ni nani atakayekuwa, man adallu, atakayekuwa amepotea zaidi, fi shiqaqin ba'id, katika hiyo ikhtilafu hiyo, katika kwa upingaji wake, khilaf, kwenda kinyume na hiyo Qur'an. Tuchukulie Qur'ani, tuseme Qur'ani kama itakuwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu akatokea mpingaji, je, kutakuwa na aliopotea zaidi ya huyu? Jibu, hakuna aliopotea zaidi ya huyu. Yani huyu mpoteaji mkubwa. Ikimaanisha tunasema kuna adhabu za kabri, wasamia kilini mwangu haniingii. Sheikh, wewe amini kama adhabu ya kabri ipo. Ukenda ukikutana nayo utakuwa umesalimika kwa sababu uliamini, ulijikinga. Na kama usipoikuta, kuna tatizo gani kwako? Usiamini alafu uende kukutana nayo, unafanya nini? Ndio hii habari. Hii kitabu tuchukulie, tunasema hivyo kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kwa nyinyi mnavyodhania. Sasa ikiwa kimetoka kwa Mwenyezi Mungu kweli, alafu wewe ukakipinga, hivi kutakuwa na mpotovu mkubwa zaidi kuliko wewe? Ndio maana yake. Nani atakayekuwa mpotovu zaidi atakakuzidi wewe? Sasa usijiweke katika mazingira hayo, wewe amini. Ndio maana yake hivyo. Qul araaitum, waulize hao jamaa, mnaonaje, in kana min indillah, hii Qur'ani kwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma kafartum bi, alafu nyinyi mkaipinga hii Qur'ani, man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id, hivi nani atakayekuwa amepotea zaidi kuliko yule ambaye aliyokuwa katika khilafu kinyume na Qur'ani, yuko mbali na haki, ba'id, yuko mbali na haki. Kutakuwa na mpotovu mkubwa zaidi ya huyu. Sasa kwa nini unajua katika mazingira ya kiajabu ajabu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama walivyokuwa mitume wake alayhi salatu wassalam, anaambia sanurihim ayatina, si tutawaonesha sanurihim, tutawaonesha ayatina, alama za uungu wetu na upweke wetu na ufanyaji wetu, fil afaq, katika dunia nzima, kila kona ya dunia tutaonesha. Watapiga, utaona na watajua kwamba hii bwana ni haki, na hapa kwa kweli katika mazingira haya mfanyaji ni mmoja tu. Hasa watakuwa na maamuzi yao. Sanurihim ayatina, tutaonyesha aya zetu, miujiza, uwezo wetu, fil afaq, katika kila kona ya dunia, aqtari samawati wal ardi, katika huko anga za juu na ardhini kabisa. Vitu bana mbalimbali, mimea namna ilivyo, taratibu zake na nidhamu zake, ukiangalia kwa uzuri. Ukienda baharini huko, ukienda katika machimbo huko, yote yanaonesha za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusihim, na vile vile tutaonesha kudura zetu fi anfusihim, ndani ya nafsi zao wenyewe. Kiangalia mwenyewe ulivyo, maana mwanadamu namna alivyokunjwa huyo, zile system zilizomo humo, hizi za umeme, hizi za maji, hizi kuna hizi ardhi, kuna mchanga humo ndani humo umetumika, kuna maji yametumika, kuna hewa imetumika, kuna moto umetumika. Ukiangalia ile mwanadamu Mwenyezi Mungu alivyomkunja hivi, kama kingekuwa kiwanda, basi kingehitaji zipatikane zaidi ya kilomita 18, kiwanda cha kilomita 18-20 ndio kinaweza kufanya ule mfumo aliofuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwili wa mwanadamu. Kipatikane kiwanda sio chini cha kilomita